Tutakaomwabudu kwenye kizazi chetu katika roho na kweli anawatafuta. And we are here, Lord, tonight. Teach us, Lord, to know your ways. Tufundishe Bwana, tufundishe Bwana. Yakatelema yase, elikila, esanek, ekatopra delesi, isatalate, mokatarabaya. Usiku wa leo wanainuka watu wakopratilase, unainuka esatakoto niketere. Desire to know him, desire kumjua yeye. Ekasia niketa satia ekaya sata. Inua ibada yako, kula barada mayai. Mtu mmoja inua ibada yako. Desire to know him. Tell him, I wanna know you, Lord. I wanna move like you, Jesus. Ekasiata, ekiki, ayana, asaiki, ayasi, atayana, esata, ikete, yasata, iketaya, eketesi. Wakitafuta vijana wakukuabudu wewe, iko hapa. Wakitafuta watu wakukutumikia wewe, iko hapa. Umerekararika barado ya baada. Hey, imagine God, arabazobradiga basadia, rika igamba radia, reka iskaba, rakateradia, rezu proskodia, reka igamba rade. Wachina wametoa mipaka, tumeinuliwa sisi, reka sadabarota, reka iskabia baradoya. Hey, heshima namna gani? Arabazubra, reboranda redia, vile viwanda walivyokuwa wachukue wao, mama umevishifti, umetuletea. Rekatora, rezekesia, retaba, rekakaya, rekudabaradia, ikarakayana, eredosaba, arakara, ekataya, ikaraso, rikateradika, ekerikosoto, rebasoto, rakakayagata, enkeketekaya, ikalusketoba, tupokuziona picha, rekasete, rikakarateoso, rikakatakayada, kwenye ulimwengu. Ulisema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Asante kwa kutufanya kwa neno lako. Neno lako linatutengeneza. Asante kwa picha ulizotuonyesha. Asante kwa roho wako. Thank you for these pictures. Because your word is speaking pictures. Neno lako linatamka picture ambazo macho yetu hayajawahi kuona wala masikio hayajawahi kusikia. We appreciate you, God. Katika jina la Yesu. Neno lako linasema mambo ambayo Mungu amewaandalia wampendao. Macho yetu yameona, masikio yamesikia mambo ambayo Mungu amewaandalia wampendao. Libro toka bili de dabas. Paruti kilibane masikeda. Sometimes Mungu anatuonyesha kwa neno lako. By revelation we see. The revelation we receive from the word. Mafunuo tunayopokea kutoka kwenye neno. Inawezekana sisi wengine hatuoni, lakini unatuletea watu wanaoona. Mungu asante. Asante kwa kutuonyesha mambo ambayo macho hajawahi kuona. Sawa sawa na unabii aliyokuwa akitabiri mtumishi wako hapa.
Imagine a community where every decision in a nation is made by it. What a great community. We appreciate you, God. Thank you kwamba natufanya kuwa wafalme na makuhani sawa sawa na ahadi ya neno lako. Na wewe Bwana unajua inawezekana kuwa jamii ya watu wenye Mungu ndani yao. Yes. Inawezekana sisi kuwa jamii ya watu yenye majibu kwenye taifa lao. Inawezekana sisi kuwa jamii ya watu yenye maisha juu ya wengine, yenye maamuzi. That follow me and I will make you. That follow me and I will make you fishers of men. Kila aliyekufuata wewe alifanywa kuwa. Kila aliyekufuata wewe aliwezeshwa kuwa. Sawa sawa na ahadi ya neno lako uliowaahidi mitume wako. Ukaambia nifuateni nami nitawafanya kuwa. Uliwaambia utawafanya kuwa wavuvi wa watu. Ulisema nitawafanya kuwa. Katika jina la Yesu. We appreciate you. We thank you. Hakuna unabii wote uliodondoka kwenye kinywa cha mtumishi wako utakaopotea. Umetufanya sisi kuwa. Umetufanya sisi kuwa. Amen. Umetufanya sisi kuwa. Amen. Umetufanya sisi kuwa. Amen. Umetufanya sisi kuwa. Amen. Asante Yesu. Kwa kuwa tumefanywa kuwa. Ndivyo neno lako linasema ulitununua kwa damu yako. Ukatufanya kuwa wafalme na makuhani. Nasi tunamiliki juu ya nchi. Baba tunakushukuru kwa kutufanya kuwa. La rabakata kabayari. This morning we thank you. We thank you for making us becoming. Talike paruti kile gabayadis. Rapse kedonshlia. Rizo telikaraga dibalash. Rapete keleko bola. Jimama liso koma rededesh. Karabale de basia. Tumefanywa kuwa kundi la watu waliopata rehema, wasioangamizwa, wasioangamia. Sawa sawa na neno lako linavyosema, ninyi ambao hapo kwanza hamkuwa watu lakini sasa mmekuwa watu. Ninyi ambao hamkupata rehema lakini sasa mmepata rehema. Father, we thank you. Thank you for your word. Thank you for your grace. Sisi tunakushukuru. Makatiki li barakata. Tunakushukuru Bwana kwa kutupa 2026. Tunakushukuru Bwana kwa kutufanyia mwaka ulio bora. Tumeuona. Tumeuona. Tumeuona kwa maneno yako. Tumeuona kwa baraka yako. Sisi tumebarikiwa. Tumebarikiwa. Arakabadabash. Tentelebika bakuziana. Shangre de le kratvinimes. Pareksekele gangshikizos. Abi choche ya bia sefanash. Rabi tachi kadire barani. Rabi sodi bai kadaba. Tajika kasi. Kwa jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru Mungu wetu. Yaliyokuwa yawe magumu kwetu umeyarahisisha. Amen. Umeyarahisisha. Amen. Umeyarahisisha mfalme wa amani. Amen. Umeyarahisisha. Amen. Yaliyokuwa yanaitwa hayawezekani. Yes. Sio kwetu. Amen. Kwetu yanawezekana. Amen. Kwetu yanawezekana. Amen. Umeyarahisisha. Amen.
umerahisisha. Amen. Karide balabasia lekorubusha yakatabagaloshike rabatele kama makadi balazi. Asante wa siku hii leo kwa kuwa macho yetu yanaona tukiwa kila Mungu alichotufanya. Yanaona macho yetu yanaona tukiwa vile Mungu alivyotuweka kuwa. Macho yetu yanaona tukiwa yale Mungu aliyoyafanya kwetu. Lord, we praise you. Lord, we appreciate you. Lord, we thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Asante kwa baraka ya neno lako. Asante kwa ushindi ndani ya midomo ya watumishi wako. Neno lako linasema tuamini wewe nao tuthibitisha. Lakini tuamini watumishi wako manabii nasi tutafanikiwa. Asante kwa kutufanikisha kwa maneno ya watumishi wako. Asante kwa kutufanikisha kwa baraka ya neno lako. Jina lako litukuzwe. Mungu upewe sifa. Asante kwa kutufanikisha. Asante kwa kutuinua. Asante kwa kutuondolea uteka kwenye maisha yetu kwa neno lako. Asante kwa kutuondolea maskini kwenye maisha yetu kwa neno lako. Asante kwa kutuondolea kushindwa kwenye maisha yetu kwa neno lako. Asante kwa kutuondolea kudumaa. Umetuondolea kudumaa kwa neno lako. Tunakuwa, tunafanikiwa, tunaongezeka, tunabarikiwa kwa neno lako. Mungu tunakushukuru. Mungu tunakupa sifa. Asante Bwana. Asante Bwana. Ndio maana tunajiriki kusema sawa sawa na uradhi wa Roho wako ya kwamba tizama community ya watu. Imagine community of people where God is their God. Nako yasema hivi, heri taifa ambalo Mungu ni Mungu wake. Heri kabila ambalo Mungu ni Mungu wake. Nasi Mungu tunakushukuru. Asante kwa kuwa Mungu wetu. Asante kwa kuwa baba yetu. Asante kwa kuwa kiongozi wetu. Asante kwa kuwa Mungu kwetu. Jina lako litukuzwe. Ufalme wako upewe sifa. Jina lako litukuzwe. Ufalme wako ukathibitike hapa duniani. Thibitisha ufalme wako. Thibitisha uwepo wako. Thibitisha neema yako. Thibitisha uwepo wako. Thibitisha neema yako. Thibitisha ufalme wako. Thibitisha uwepo wa Roho wako katika jina la Yesu. Heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wake. Heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wake. Neno lako nasema umetununua kwa damu ya thamani kutoka kwenye kila kabila, kutoka kwenye kila lugha, kutoka kwenye kila jamaa, kutoka kwenye kila taifa. Ukatufanya sisi kuwa wafalme na makuhani. Nasi tunamiliki juu ya nchi. Kwenye nchi hii Mungu kutuacha hivi hivi. Kwenye nchi hii ukatufanya kuwa taifa. Ukatufanya kuwa taifa teule. Ukatufanya kuwa taifa. Ukatufanya kuwa taifa teule. Umesema kwenye kitabu cha Petro, bali ninyi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu. Umetufanya sisi kuwa mzao mteule. Tulizaliwa sawa na mama zetu, lakini ukatutengeneza kuwa mzao mteule. Watu wa milki ya Mungu ndio sisi. Watu wa milki ya Mungu ndio sisi. Watu wa milki ya Mungu. Mungu akihesabu milki zake alizonazo, anatuhesabu na sisi pia. Anatuhesabu na sisi pia. Baba, sisi tumebarikiwa. Sisi tumebarikiwa. Sisi tumebarikiwa. Tunakushukuru kwa hiyo baraka. Sisi umetubariki. Asante kwa ufunuo wa kuiona hiyo baraka. Sisi tumebarikiwa. 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 Ya kwamba wewe Mungu ni Mungu wetu. Tumebarikiwa. Ya kwamba sisi ni milki yako. Tumebarikiwa. Tumebarikiwa. Hakuna awezaye kututeka. Hakuna awezaye kutunyang'anya kwenye mikono yako. Adui hawezi kutushinda. Maana sisi ni taifa teule. Taifa uliloliteua. Taifa teule kwa Mungu wetu.
taifa teule kwa Mungu wetu. Amen. Jana mtumishi wako akatuambia, Yes. waliokuwa taifa teule walipigwa stop, Yes. ili sisi tuweze kukaa. Yes. Asante Bwana, uliokuwa unapigana vita zao, Yes. ambao wao walikuwa wakitamba, Yes. ya kwamba Mungu ndiye Mungu wao. Yes. Mungu wa kweli ndiye Mungu wao. Yes. Tizama yote uliyofanya kwa Israeli, Mungu eti sasa yanafanyika kwetu. Thank you Lord, Yes. for this revelation. Sisi tumeona. Yes. Kama kanisa, Yes. tumeona. Yes. Kama mtu mmoja mmoja, Yes. tumeona. Yes. Kama watu waliopewa neema, Yes. tumeona ya kwamba sisi Yes. ni mzao mteule. Sisi ni ukuhani wa kifalme. Sisi ni taifa teule. Amen. Thank you Jesus. Sisi tumeona. Wale ambao kwenye neno lako uliwaambia, Yes. simameni mkatizame wokovu wa Bwana. Yes. Wa Misri hawa mnaowaona leo, hamtawaona tena. Yes. Ukawapiga stop ili sisi utuweke tuweze kubenefit hayo. Yes. Nasi tuna benefit. Nasi tunadiriki kusema, Yes. tunasimama tuone wokovu wa Bwana. Yes. Ili kwamba katika jina la Yesu watesi wa maisha yetu, Yes. tuliowaona, Yes. hatutawaona tena. Amen. Karama katola gara. Capacity about you. What a day to know. Yekaduspa. What a day to know. Kwamba wana wa Israeli walioambiwa, Yes. jipangeni, simameni, Yes. Lord. hamna haja ya kupigana vita, Yes. maana vita si yenu, Yes. bali ni ya Bwana. Uliwaambia Israeli kama taifa, Yes. lakini ulipokuja wewe Bwana, Yes. walikukataa. Ukawapiga stop ili utupachike sisi tusio kwa asili Yes. watu wa mzabibu Tara. Yes. ule mwitu ule mzabibu mwema, Yes. ukatukata kutoka kwenye mzabibu asili. Mzabibu asili ule mwitu, Yes. mzabibu ambao kwa asili ni mzabibu mwitu, ukatupachika Yes. kwenye mzabibu ule mwema. Baba asante. Mungu asante. Baba asante. Amen. Tunapokea Yes. ule unono wa mzabibu mwema. Yes. Tunapokea Amen. yale mema ya mzabibu mwema. Tunayapokea. Amen. Vita zetu kuchukuliwa na Bwana. Yes. Tunapokea. Amen. Hatuna vita. Hatuna vita kwenye ndoa. Hatuna vita kwenye uchumi. Hatuna vita ya kifedha. Hatuta struggle sisi kwenye uchumi, kwenye fedha. Ule unono wa Israeli, Yes. uko kwenye maisha yetu. Amen. Ule unono walilokuwa taifa lako. Yes. Makarakatosia yagagabazi yekeketela rapapalika zandolika reda balika jagagele garaga gadedis shabalema mamarido sokoba ramabembere babasia rakategejo ragadegeza raftalegagadish makalakadosh Dalikadoshelia Rakasa paradia. Malekoria dabas Telika mama dosh Rakatole badish Rezu proskerekai Maloko soto Reza krasa diabara Baladize tekeshi Rekai kabara itete yedo grade Natoko bala Tara igradia Karidabaya Rezo kro sekre Sakalabaya Sisi kama wao. Yes. Sisi kama wao. Yes. Maana inaandikwa. Yes. Bali wote waliompokea. Yes. Only those waliompokea. Yes, Lord. Male korobosh. Ulimuita Israeli mzaliwa wako wa kwanza. Yes. Ulipoenda kwa Farao. Yes. Ukamwambia Farao, kwa kuwa umeshika mzaliwa wangu wa kwanza. Yes. Nami nitaua yes. mzaliwa wako wa kwanza. Baba, kwa jina la Yesu. Sasa umetupa sisi hiyo neema. Yes. Umetuita sisi kwa hiyo neema. Yes, Lord. Umetuita sisi kwa hiyo neema. Yes, Lord. Ya kuwa mzaliwa wa kwanza. Ukatuambia kwenye neno lako. Yes. Ya kwamba umetufufua pamoja na Kristo. Yes, Lord. Ili kwamba Yesu uliyemfufua katika wafu. Yes. Awe mzaliwa wa kwanza. Yes, Lord. Wa ndugu wengi. Awe mzaliwa wa kwanza. Yes, Lord. Wa ndugu wengi. Kwa kuwa sisi
ni mzaliwa wako wa kwanza. Yes. Sisi tumeamini. Amen. Sisi tumeamini. Amen. Sisi tumeamini. Amen. Sisi tumeamini. Amen. Hallelujah. Amen. What a day to know ya kwamba sisi ni wazaliwa wa kwanza nyumbani mwako. Sisi ni wazaliwa wa kwanza nyumbani mwako. Yes. Atakaye tugusa umemgusa. Atakaye tupiga umempiga. Yes. Awezaye kutuumiza umemuumiza. Amen. Anayewaza kutudhuru umemdhuru. Amen. Anayewaza kutufanyia ubaya umemfanyia ubaya. Amen. Kwa kuwa sisi ni mzaliwa wa kwanza. Yes. Kama ulivyofanya kwa Israeli uliowakataa. Yes. Kwa kuwa walikukataa. Baba, kwa neno lako ukasema. Amen. Kwa sababu yao. Yes. Ukatupa sisi neema mataifa. What a day to know. What a day to know. What a day to know. Yes. What a day to know. Yes. Mungu, what a day to know. Mshindwa kulala usiku kucha tukiyatafakari maneno yako. Yes, Lord. Raboko soma liko roba biza leada. What a day to know. What a day to know. Wewe umetupachika kuwa mzabibu. Umetufanya kuwa chipukizi kwenye shina lako. Kama ambavyo Yesu wewe mwenyewe ulikuwa chipukizi kwenye shina la Yese. Yes. Na sisi umetufanya kuwa chipukizi kwenye shina la Israeli. Tusiokuwa watu ukatufanya kuwa watu. Tusioheshimika ukatufanya kuheshimika. Tusio wa maana ukatupa umaana. Tusio na rehema ukatupa rehema. Tusio vichwa ukatufanya kuwa vichwa. Tusio barikiwa ukatufanya kuwa barikiwa. Tusio na kibali ukatupa kibali. Kama ilivyokuwa kwa Israeli. Bwana, kwa kuwa umetupachika kwenye unono ule ule. Kwenye baraka ile ile. Nasi tunapokea. Amen. Manuno ya nchi yakawe yetu. Amen. Tunapokea. Amen. Ya umande wa mbingu yakawe yetu. Amen. Kalaka soko bara. Kataraba otosetea. Ijarika karibu. Thank you Jesus. Reza kratari. Rata makasa radia. Labakato. Baraka ile ile ya Israeli. Imetujulia mataifa. Amen. Imetujulia mataifa. Amen. Imetujulia mataifa. Amen. Imetujulia mataifa. Amen. We confess what you say. Ulichosema kwetu ndio tunachosema. Mapenzi yako yamefanyika kwetu. Mapenzi ndivyo ulivyotaka. Ndivyo ulivyotaka. Nasi tumeona ndivyo ilivyokuwa. 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 Kwa jina la Yesu. Amen. Wote waliompokea uliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Kumbe injili ni njema hivi. Kumbe injili ni nzuri hivi. Kumbe injili ni njema hivi. Asante Yesu kwa kutufundisha. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufunulia. Asante Baba kwa kutufundisha. Asante Yesu kwa kutufunulia. Asante Baba kwa kutufundisha. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufunulia. Macho yetu yangeonaje? Macho yetu yangejuaje? Macho yetu yangesemaje? Akili zetu zingeonaje? Kama usingetufunulia kwa Roho wako mambo ambayo macho hajawahi kuona, mambo ambayo masikio hajawahi kusikia, jambo ambalo hajawahi kutendeka kwenye uso wa nchi. Wale wasio taifa wamefanywa kuwa taifa. Wale wasio watu wamefanywa kuwa watu. Wale wasio na heshima wamefanywa kuwa heshima. Jambo ambalo hajawahi kutendeka kwenye uso wa nchi. Mungu umetufanya hivyo. Tumepokea. 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 Kufanywa watu tumepokea. Kufanywa taifa tumepokea. Kupachikwa kwenye unono wa Israeli tumepokea. Yaliyokuwa yao sasa yamekuwa kwetu. Tena ukatuthibitishia kwa neno la mtumishi wako ya kwamba kwao injili kwa sasa haina maana. Ni upuzi. Tena Paulo mtumishi wako anaomba na kusema ninaomba ya kwamba na wenyewe wafunuliwe. Fahamu kweli hii. Lakini Mungu kwa sasa umetupa mataifa. Umetupa mataifa. Iliyokuwa iwe yao. Umetupa mataifa.
Amen. Chakula kilichokuwa kwao, Yes, Lord. umetupa sisi watoto wako. Amen. Sisi Bwana, Yes. baada ya wao kukataa, Yes. hatuli tena makombo. Tunakula kama watoto. Amen. Maana umetufanya kuwa wana. Yes. Umetufanya kuwa wana. Yes, Lord. Umetuhesabia haki. Yes, Lord. Kilichokuwa kisiwe haki yetu. Yes. Hata mama Mkananayo alipoomba kwako, Yes. ukamwambia huwezi kuwapa mbwa Yes. chakula cha watoto. Sasa mbwa wamepata nafasi kwenye meza. Hawaiti tena mbwa, wanaitwa watoto. Yes, Lord. Hatuiti tena mbwa, Yes, Lord. tunaitwa watoto. Hatuiti tena mbwa, Yes, Lord. tunaitwa watoto. Amen. Tunakula Yes. kibali Yes. kama wao walivyopata kibali. Amen. Tunakula ulinzi Yes. kama wao walivyopata ulinzi. Amen. Tunafaidi ulinzi Yes. kama walivyopata ulinzi. Amen. Tunafaidi neema Yes, Lord. kama walivyopata neema. Amen. Tunafaidi kufanikiwa Yes, Lord. kama walivyofaidi kufanikiwa. Amen. Tunafaidi utajiri Yes, Lord. kama walivyofaidi utajiri. Amen. Tunafaidi dhahabu Yes, Lord. kama walivyofaidi dhahabu. Amen. Tunafaidi uchumi Yes, Lord. wa njano, Yes, Lord. uchumi wa kijani, Yes, Lord. uchumi wa bluu Yes, Lord. kama wao walivyofaidi. Yes. Bwana, nguvu Yes, Lord. kama walivyofaidi nguvu. Amen. Hakuna wa kututoa. Amen. Ulipotuweka hakuna wa kututoa. Amen. Ulipotuinua hakuna wa kutushusha. Amen. Ulipotutegemeza hakuna wa kutukandamiza. Amen. Faida yao Yes, Lord. imekuwa faida yetu. Amen. Neema yao Yes, Lord. imekuwa neema yetu. Amen. Baraka yao Yes, Lord. imekuwa baraka yetu. Amen. Kilichokuwa kiwe ushindi wao, Yes, Lord. kimekuwa ushindi wetu. Amen. Kilichokuwa kiwe cha kwao, Yes, Lord. kimekuwa cha kwetu. Amen. Bwana, walipozuiliwa wao, Yes, Lord. sisi umetuambia pita. Oh, amen. Asante Yesu. Asante Yesu. Yes, Lord. Kwa kutufanya wenye akili. Amen. Akili kama zilizokuwa za kwao. Amen. Kwa kutufanya tuliofaidika. Yes. Kama walivyokuwa wao. Amen. Umetupa akili za Mungu. We have the mind of Christ. The same mind of Christ. Yes, Lord. Uliwataka wafanane na mwanao. Uliwataka wafanane na mwanao. Uliwataka wafanane na Yesu. Yes, Lord. Lakini wakakukataa. Hiyo neema umetupa sisi. Nasi tunapokea. Amen. Full benefit. Yes, Lord. To look exactly like Christ. Amen. Full benefit. Yes, Lord. To be exactly like Christ. Amen. Hatutakataliwa. Amen. Hatutazuiliwa. Amen. Hatutakwama. Amen. Tulikuwa tukiakili haya. Yes. Bila ufahamu. Yes, lakini sasa Bwana, tunakiri tukiwa na ufahamu. Yes, Lord. Ya kwamba umetupachika kwenye mzabibu Yes. ulio mwema. Tunakula yaliyo mema. Hatuwezi tukapachikwa Yes, Lord. kwenye mzabibu ulio mwema Yes. na kutoa matunda mabaya. Maana wewe ulisema, Yes. ufanyeni mtu kuwa mwema Yes. na matunda yake kuwa mwema. Yes, Lord. Ufanyeni mtu kuwa mbaya Yes. na matunda yake kuwa mabaya. Yes, Lord. Sisi umetupachika Yes. kwenye mzabibu mwema. Yes, Lord. Kwa sababu wewe Bwana, Yes, Lord. tunakiri ya kuwa Yes, Lord. tutazaa matunda mema. Amen. Tutatoa biashara njema. Amen. Tutakuwa na ndoa njema. Amen. Tutakuwa na watoto wema. Amen. Tutakuwa na maisha mema. Amen. Yasiyo na uchungu. Amen. Yasiyo mabaya. Amen. Yasiyo na hasara. Amen. Yasiyo na aibu. Amen. Yasiyo na skendo. Amen. Yasiyo na uchungu. Amen. Yasiyo na uchafu. Yes. Maisha yetu yana baraka. Maisha yetu yana mema. Yes. Kila tutakalofanya linafanikiwa. Amen. Maana ndivyo uliwaambia. Yes. Heri mtu yule Yes, Lord. mwenye haki, Yes. asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Yes, Lord. Maana uliwaambia, Yes. watakuwa ni kama mti uliopandwa Yes. kando kando ya mto. Kila jani lao litafanikiwa. Amen. Ndivyo ilivyo kwetu, Bwana. Amen. Kila tutakalofanya litafanikiwa. Yes. Amen. Kila tutakalofanya litafanikiwa. Amen. Jani letu litanyauka. Amen. Sisi tumepandwa Yes. kwenye mzabibu Yes. ulio mwema. Amen. Majani yetu hayatanyauka. Amen. Majani yetu hayatanyauka. Amen. Maisha yetu hayatanyauka. Amen. Uchumi wetu hautanyauka. Amen. Fedha zetu hazitanyauka. Amen. Haijalishi tunapitia kipindi gani. Yes. Daudi akasema, Yes. kwa Waisraeli, Mungu kwetu sisi Yes. ni kimbilio letu na msaada wetu Yes, Lord. uonekanao tele Yes, Lord. wakati wa shida. Amen. Bwana, Yes. asante Yesu kwa kutupachika Yes, Lord. kwenye mzabibu ulio mwema. Amen. Kile kilichokuwa chao Yes. sasa kimekuwa chetu. Amen. Kwa hiyo ni sisi Bwana, Yes, Lord. ambao umetuambia heri sisi. Yes. Heri sisi ambaye Bwana Yes. ni taifa lake, Rakata. ambaye Bwana Yes, Lord. ni Mungu wake, ambaye Bwana Yes, ni Lord. kimbilio lake. Bwana, Yes, Lord. uwaonekania wenye haki. Yes, Lord. Arabatosketa. Asante Bwana Posha. kwa kuwa uwaelekea wenye haki. Yes, Lord. Rekatayaba. Ekridaba. Ukasema kwa neno lako, heri aliyemfanya Bwana kuwa Yes. tumaini lake. Macho ya Bwana huwaelekea wenye haki. Heri aliyemfanya Bwana Yes, Lord. kuwa tumaini lake. Yes, Lord. Macho ya Bwana huwaelekea wenye haki. Yes. Tumepokea.
Amen. Tumepokea. Amen. Tumepokea. Amen. Kile ulichokifanya kwetu. Yes. Tumepokea. Amen. Sisi Mungu. Yes, Lord. Tumepokea. Amen. Sisi Mungu. Yes, Lord. Tumepokea. Amen. Sisi Mungu. Yes, Lord. Tumepokea. Amen. Ulioyasema kwetu yamekuwa. Amen. Imekuwa. Amen. Mariamu aliambiwa, yes, ni bikira wewe sawa, lakini utapachikwa yes, kwenye kuwa wa mama wenye watoto, utapachikwa kwenye kuwa na mimba, yes, nao utazaa mwana. Yes. Akasema iwe kwangu sawa sawa na neno la Bwana. Amen. Alipoamini, yes, ikawa kwake. Maana Isaya anasema ni nani, yes, aliyesadiki na mkono wa Bwana ufunuliwe kwake. Sisi Bwana tumesadiki. Yes, Lord. Sisi Bwana tumeamini. Yes, Lord. Sisi Bwana tumeamini. Yes, Lord. Tumepokea. Yes, Lord. Kupachikwa kwenye mzabibu mwema. Yes, Lord. Tumepokea. Yes, Lord. Mzabibu ambao matunda yake ni matamu. Matunda yake ni mema. Yes, Lord. Sisi tumepokea. Tumepokea kwa jina la Yesu. Yes, Lord. Tumepokea kwa jina la Yesu. Amen. Kupachikwa, yes, kwenye mzabibu mwema. Amen. Hatutatoa matunda mwitu. Yes, Lord. Tutatoa matunda yaliyo mema. Amen. Watu wakituangalia watasema huyu mbona tunamfahamu? Yes, Lord. Tabia zake tunazijua. Yes, Lord. Anatoaje kitu chema hiki? Akili yake tunaijua. Yes, Lord. Anatoaje jambo jema hili? Yes. Ukoo wake tunaujua. Yes, Lord. Anatoaje maisha ya utajiri namna hii? Uchumi wake tunaujua. Yes, Lord. Uwezo wake tunaujua. Yes, Lord. Mshahara wake tunaujua. Yes, Lord. Anatoaje mambo makubwa hivi? Yes, hawajui ya kwamba tumepachikwa yes, kwenye mzabibu ulio mwema. Tunafanya kazi kidogo, yes, tunapata matunda makubwa. Yes, Lord. Tunapachikwa kwenye mzabibu mwema. Yes, Lord. Kama hivyo kwako na Petro. Yes. Walipokutana na wewe Yesu. Yes, Lord. Uliambia tuweka paka kilindini. Kazi ya kuchosha, yes, sio kazi yao. Walifanya kazi ya kuchosha siku kucha. Yes. Pamoja na kwamba walikuwa ni Waisraeli. Lakini ulipokuja Yesu, yes, kwenye chombo chao, kazi ya kuchosha ya usiku kucha, yes, ilimalizwa kwenye madakika machache. Amen. Ilimalizwa kwenye madakika machache. Yes, Lord. Baba, kazi ya kuchosha haitaonekana tena kwenye maisha yetu. Amen. Hatutakuwa tena na kazi za kuchosha. Amen. Hatutakuwa tena na kazi za kuchosha. Amen. Sisi hatutachoshwa na kazi zetu. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Hatutakuwa tena na kazi za kuchosha. Yes, Lord. Umetupachika kwenye mzabibu mwema. Amen. Sio kazi yetu kupambana. Yes, Lord. Sio kazi ya tawi. Yes. Kutafuta chakula. Ni kazi ya shina. Yes, Lord. Baba, tunapokea virutubisho, yes, vya kuzaa matunda yaliyo mema. Yes. Tunapokea majani yetu kutokonyauka. Yes, Lord. Tunapokea kufanikiwa. Amen. Tunapokea kuendelea. Amen. Katora bakatora rakatora kama sokola ramakika baya rabakosa rabayaya ramosha kibabaro mosi ramoko takababia rababosa teribo boshi karabora dia perima karobusha rigaba sataya Asante Yesu. Tutakuwa na akili zisizo za kawaida sisi. Amen. Maana umetupachika. Yes. Kwenye mzabibu ulio mwema. Yes, Lord. Tunatoa akili zisizo za kawaida. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Karamandara baka. Rekata kaya dego. Kori mandera. Ribara digaba. Ramondo zibarundozi. Parundozike rondozi. Kama ilivyokuwa kwao. Yes, Lord. Ulichukua vita zao. Na sisi umechukua vita zetu. Karundobosi. Karabika yedosoto. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah kwa Yesu. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Wow. Wow. Warumi 11. Kile kinachoendelea kwenye kongamano. Yes, sir. Haya bakatala baya kata. My God. Kile kinachoendelea kwenye kongamano. Yes. Hofu yao sio hofu yetu. Wao ndo wanapaswa waogope mafuta. Yes, sir. Sio sisi. Yes. Sisi tumepandwa. Amen. Kwenye mzabibu ulio mwema. Daudi anasema ijapo badilika nchi. Yes, sir. Ijapo tikisika milima. Hatutaogopa. Yes, sir. Zijapo badilika bei za mafuta. Hatutaogopa. Yes, sir. Zijapo badilika bei za vyakula. Hatutaogopa. Supernatural. Yes. Kumbukumbu yangu inaniambia aliwalisha hawa anaowaita mzabibu mwema. Yes, sir. Aliwalisha jangwani, watu walikula jangwani. Jangwani watu walikula. Jangwani watu walikula. Yes, sir.
40 years. 40 years. Yes, sir. Hata hii vita ya Irani ikiendelea miaka 40. Yes, sir. Watoto wa Mungu watakula. Miaka 40 kutokea sasa, jumlisha na maisha yako. Yes, sir. God is able to feed us. Kando rabasi ya kata. Hao ndio watu aliowachagua. Yes, sir. Akawafanya kuwa taifa lake. Yes, yes, sir. Alafu vianze hivi, wakamkataa. Walimkataa mpaka leo wamemkataa. Ili sisi tupate nafasi. Kwa hiyo kwa ito benefit yao. Yes. Hiyo kwa ito faida yao. Yes, sir. Sasa sisi ndio tunakula katika imani. Yes, sir. Mwenye haki wangu sasa anaishi kwa imani, sio kwa sababu ni Mwisraeli. Yes. Anaishi kwa imani, sio kwa sababu ni Myahudi. Yes, sir. Anaishi kwa imani. Mwenye haki wangu anaishi kwa imani. Na sisi tunaamini. Yes, sir. Sisi tunaamini. Sisi tunaamini. Yes. Kwa jina la Yesu Mungu wetu anaweza kutulisha. Yes, Lord. Anayo fedha ya kutulisha. Yes, Lord. Anayo mafuta ya kutupa kwenye magari yetu. Anayo fedha ya kutulisha. Yes, Lord. Tunayo fedha ya kununua chochote. Yes, Lord. In fact, inapopanda bei ni ili kwamba wengine wasichukue. Yes. Sisi tuchukue. Amen. Hii ndio wakati wa sisi kununua. Amen. Ndio wakati wa sisi kupata. Amen. Ndio wakati wa sisi kupenya. Amen. Imagine nyakati kama hizi, majira kama haya, Mungu anatuletea neno la namna hii. Yeah, what a love. What a man of love is this. Thank you, Lord. Mimi kwangu hayana maneno, mtumishi wa Mungu. Yes. Yana maana kubwa sana. Yana maana kubwa sana. Mimi kwangu haya maneno yana maana kubwa sana. Mimi kwangu ili kongamano lina maana kubwa sana. Katikati ya mabadiliko ya kinchi. Yes, sir. Sisi Mungu anatuletea hili neno. Utachagua wewe ushike nchi inachosema, ushike vita ya Irani ilichoamua, au ushike Mungu alichokwambia. Utaamua wewe. Zaburi 46 anasema Mungu kwetu sisi. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Hao ndio walikuwa Israeli. Yes, sir. Kabla Yesu ajaja. Yes, sir. Elewa hili neno. Ndio. Kabla Yesu ajaja, that was their benefit. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Unaona maana ni kimbilio na nguvu? Bei zikipanda za mafuta, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Chakula kikipanda bei, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Sijui bidhaa zikibadilika bei yake, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, na msaada wetu uonekanao tele wakati wa mateso. Mstari wa 2. Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi. Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi. Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, zijapobadilika bei za mafuta. Yes, sir. Sisi hatutaogopa. Zijapobadilika bei za vyakula. Yes, sisi hatutaogopa. Anasema kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari. Hatutaogopa. Hatutaogopa. Kwa nini? Sisi tumepachikwa. Yes, sir. Wafunge tu kisiwa chao cha Komozi pale. Yaani nasema sisi tumepachikwa. Ijapobadilika Strait of Hormuz kuwa kitu kingine, sisi hatutaogopa. There is a way children of God will still live. Aliwalisha kwa mana jangwani miaka 40. Yes, sir. Mungu anaweza kutulisha kwa miaka 40 kutokea sasa. Hiyo ndio minimum. Yes, sir. We don't know what more he can do. But minimum so far. Tumemwona Mungu akiwalisha hao waliokuwa mzabibu mwema. Yes, sir. Waliomkataa aliwalisha miaka 40. Jangwani hakuna mafuta, hakuna magari, hakuna mashamba. Yes, sir. Hakuna dhahabu kule. Hakuna maji ya baharini kwamba kuna uchumi wa blue. Aliwalisha
miaka 40. 40 years. Alialisha miaka 40. Wakati wengine wanaogopa, sisi tutaendelea mbele kusaini mikataba. Amen. Tutaendelea mbele kufanikiwa. Amen. Tutakosa sisi kilicho chema. Amen. Warumi. Thank you Lord Jesus. Sura ya 11 mstari wa 11. Basi nasema, je, wamejikwaa hata waanguke kabisa? Hasha, lakini kwa kosa lao wokovu mwafikiria. Hapa ndipo alipoanzia mzee wetu jana. Yes sir. Lakini kwa kosa lao wokovu mwafikiria mataifa, ili wao wenyewe watiwe wivu. Umeona? Yes sir. Anasema kwa kosa lao wokovu mwafikiria mataifa. Kwa kosa lao. Yes sir. Ili wao watiwe wivu. Swali langu ni hili. Ngoja tu. Ina maana ndio tufanikiwe sisi mpaka Myahudi asikie wivu. Yes sir. We have to prosper mpaka Myahudi mmoja aseme umefanikiwa. Mpaka wasikie wivu. Yes sir. Sasa angalia maisha ya wapendwa walionayo. Hata wapagani hawasikii wivu wa maisha yao. Yaani hata watu wasio na Mungu hawasikii wivu wa maisha yako. Hii ni level ya Kiyahudi. Yaani kwamba ifike level kwa sababu Yesu Kristo amekuja kwetu. Yes sir. Alafu wao walimkataa kwa kosa lao. Anasema mpaka mataifa wasikie wivu. Mpaka Wayahudi wasikie wivu. Anasema wamejikwaa hata waanguke? Hapana. Lakini kwa kosa lao wokovu mwafikiria mataifa. Basi ikiwa kosa lao limekuwa utajiri wa ulimwengu. Naona? Yes sir. Kosa lao limekuwa utajiri wa ulimwengu. Manake yote atakayeuona wokovu ndani ya kosa la Israeli amekuwa tajiri. Watu wa Mungu hajasema imekuwa maombi ya ulimwengu, imekuwa utajiri. Biblia ndio imeandika. Kosa lao limekuwa utajiri wa ulimwengu. Aha. Na upungufu wao umekuwa utajiri wa mataifa. Na upungufu wao umekuwa utajiri wa mataifa. Yes, si zaidi sana utimilifu wao. Basi ikiwa kosa lao limekuwa utajiri wa ulimwengu na upungufu wao umekuwa utajiri wa mataifa. Kosa lao walilofanya wao la kumkataa, yes, ndio utajiri wetu. Ndivyo tulipopatiamo sisi mali hapo hapo. Hapo hapo. Walipomkataa wao, sisi ndio tumpata utajiri. Hallelujah. Amen. Na mstari wa 24. Kwa maana ikiwa wewe ulikatwa ukatolewa katika mzeituni ulio mzeituni mwitu kwa asili yake, kisha ukapandikizwa kinyume cha asili katika mzeituni ulio mwema, si zaidi sana wale walio wa asili kuweza kupandikizwa katika mzeituni wao wenyewe? Kwao wakirudi itakuwa ni rahisi. Yes sir. Lakini wakirudi watatafuta pa kukaa. Mzee anaongea vitu vizito sana jana. Kwa maana ikiwa wewe ulikatwa ukatolewa katika mzeituni ulio mzeituni mwitu kwa asili yake, kisha ukapandwa kinyume cha asili katika mzeituni ulio mwema. Kwa sisi mzee tumetolewa kwenye mzeituni mwitu tukapandwa kwenye mzeituni mwema. Kwa hiyo na sisi tunakula kutoka kwenye mzeituni mwema sasa. Tunakula kutoka kwenye mzeituni mwema. Maana yake tunachotegemea yakitoka mazaituni yetu. Yes sir. Sio mwitu. Mazaituni yetu yakitoka. Yes sir. Ni yale mema. Ndio maana nasema matunda tutakayozaa. Yes. Ni matunda yaliyo mema. Biashara zilizo njema. Maisha yaliyo mema. Amen. Hallelujah. Amen. Mzee mimi nimeshindwa kulala. Kabisa, yani nimeshindwa kulala.
Yaani nikwambie ukweli. Ndio baba. Kabisa. Niliporudi nyumbani baada ya kumweka mzee mahali pake, niliomba. Nilikaa kwenye gari yangu nikaomba mpaka asubuhi, ndio nikaenda kubadilisha t-shirt asubuhi. Yaani kuoga muogo wa jana ule kutoka ibadani. Nimeoga asubuhi hii wakati nakuja, kwa sababu nilikuwa naanza kutafakari. Mwili wangu ulikuwa na meditate, nasema kama nimepachikwa kwenye mzabibu mwema ambako wao walikuweko, wakapigwa stop, wakamegwa, wakaachwa, kwa sababu alikuja kwa walio wake wakamkataa. Then wote waliompokea aliwapa neema ya wao kwake. Kwa kwanza nikaanza kutafakari. Angalia tafakari zangu za usiku kucha. Nikaanza kutafakari, moja, Mungu mpango wake ilikuwa ni wana wa Israeli wawe kama Yesu. Yaani hawatoe kwenye kuwa taifa la mwilini. Lile taifa la rohoni. Kwa hiyo kile kilichokuwa kiwe cha Israeli kimekuwa cha mataifa waliomwamini. Kwa hiyo sasa Mungu hawahukumu wenye haki kulingana wao ni Wayahudi au si Wayahudi. Anasema sasa hivi mwenye haki wangu hatembei kwa sheria ya Musa. Mwenye haki wangu anaishi kwa imani. So nikajiweka hapo. Nikasema kwa sababu hiyo kila kilichokuwa kiwe cha kwao kimekuwa cha kwangu. Nikaanza kimoja kimoja. Ni yapi ninayoyajua kuhusu Israeli ambao walikuwa na benefit kutoka kwa Mungu? No wonder the Bible says daily you load us with benefits. Biblia inasema, Daudi alikuwa anasema hivi, siku kwa siku Bwana anatuchukulia mzigo wetu. Tafsiri yake ni hii, kila aliyepachikwa kwenye mzabibu mwema ana ile benefit. Kuna stahiki zako. Stahiki maana yake ni stahili yako iliyo haki. Unachokistahili kama haki. Ninatengeneza neno stahiki. Kwa ni nini kilicho stahiki zako? Anasema siku kwa siku anatuchukulia mzigo wetu. Daily he loads us with benefits. Kwa hiyo ziko haki za hao waliopachikwa ambazo zilikuwa ni haki zao hawa. Unaelewa hapo? Hiyo meditation yangu hiyo. Unaelewa mgiti au mimi nilikesha tu bure? Naelewa baba. Unaelewa? Nakuelewa. Yale yaliyokuwa ya kwao, yani ile somo la jana mzee alikuwa anahubiri. Ase usikose ile kongamano. Yani do not miss this. Alafu let your heart, hata kama utakuwepo, let your heart be there. Connect. Because mimi nilienda mbali. Kwa lisilo kwa linawezekana before, kwa sababu nilikuwa ni mataifa. Sasa linawezekana. Nikaanza kuziangalia stahiki zangu. Kama aliyepachikwa. Mataifa aliyepachikwa. Mzaituni mwitu aliyepachikwa kwenye mzaituni mwema. Kwanza kabisa nikasema, kinachoonyesha kwamba mimi ni mzaituni mwema. Kinachoonyesha kwamba mimi ni mzaituni mwema baada ya kupachikwa. Au kinachoonyesha mimi ni mzaituni wa aina gani? Ni matunda. Kwa sababu kwenye budding ukichukua shina likiwa mwembe, alafu kapanda mti wa mchungwa, kitakachotoka ni maembe. Shina ndio linaamua matunda gani yanazaliwa. Sio tawi aliamui. Anasema mimi mzabibu. Baba yangu ni mkulima. Nyinyi ni matawi. Anasema kila tawi lizalo ulisafisha ili kuzaa, bali tawi lisilozaa ulikata na kuliondoa. Kwa hiyo yeye kama mzabibu, kama mzaituni mlio mwema, ametupachika sisi
kama tawi. Yes. Chipukizi. Chipukizi katika shina la Yesu. Yesu haitwi Daudi, haitwi Daudi wa Yesu. Yesu anaitwa Yesu mwana wa Daudi. Yes sir. Amepachikwa. Yes sir. Lakini yeye ndo anakuwa mwana wa aliyepachikwa. Na mimi nitio ni mwana wa niliko pachikwa. Maana yake nitakachozaa kinatakiwa kifanane na shina nililopachikwa. Yes sir. Yaani akili yangu ilikuwa inashindwa kulala. Mzee hiki alichokiongea hiki ni kizito sana. Ufunuo wa injili ni mkubwa mno. Yes sir. The revelation of the gospel is too much than what we've been preaching. Mbali kaza usafi, nimekuwa nahubiri nini? Yaani nikaanza kurejelea mafundisho yangu. Yaani nilikuwa nahubiri nini? This is powerful. I started correcting my own notes. Kuna saa nilikuwa nalia usiku wa leo. Nalia namwambia Mungu, mbona kama nimechelewa kujua haya. I wish I knew this earlier. Kuna namna ningetembea hapa mjini, kuna vitu ningefanya hapa mjini. Lakini poa, sijachelewa. Nifundisha ukaniambia kila mtu anaanzia neema ilipomkutia. Neema ilipomkutia. Sitachelewa. Fresh tu. Kila mtu atajua mjini. Yes sir. Kwamba jamaa kapachikwa. Faida ya kujua kwamba mimi ni Israeli. Mimi nimepachikwa. Kwa sababu unajua, yes, wao kuwa Waisraeli haikuwa hitimisho. Yes sir. Mungu hakuwataka wabaki kuwa Israeli. Akawataka wapachikwe. Kwa Yesu, waungwe yes, na Yesu. Wao mwili mmoja naye. Yes sir. Waungwe na Yesu. Wao mwili mmoja naye. Yes sir. Si unaelewa? Ndio. Kuungwa na Yesu kwa mwili mmoja naye kunakupa yafuatayo. Unono uliokuwa kwake. Yes. Unaupata. Kwenye unono wake hamna magonjwa. Yes sir. Huwezi kuchukua kilicho hitilafu. Yes sir. Mimi siwezi kuwa mgonjwa. Hakuna umaskini kwake. Yes sir. Ndio ilikuwa anasema kwenye Zaburi ya 46. Ijapo badilika milima, ijapo tetemeka nchi, hatutaogopa. Kwa nini? Mungu kwetu sisi ni kimbilio letu. Ni kimbilio letu na nguvu na msaada uonekanao tele wakati wa mateso. Wakati wa mateso ya kiuchumi ya nchi. Yes sir. Mungu kwetu sisi ni kimbilio letu. Maana wanapoteseka wao, sisi tuteseka kwa sababu tumepachikwa. Yes sir. Hizo ni benefit mtu amezitambua ndani ya Mungu. Daudi alizitambua hizo benefit ndani ya Mungu. Alipozitambua hizo benefit ndani ya Mungu zikaonekana kwake. Daudi hakuwahi kuteseka. Kwa hiyo mimi siwezi kuanza kupaniki kama wanavyopaniki wengine. Yaani mimi ni paniki. Unajua jana nilikuwa naona tunatoka kanisani hivi. Nilikuwa naona watu wamejaa kwenye masheli. Wajaza mafuta. Hasa akili yangu inawaza, dereva wangu akaniambia, hawa wanawaza kwa sababu bei ya mafuta inabadilika usiku. Nikasema hata wakijaza, yaani akili tu ya kawaida haipo kichwani kwa watu. Yaani ndio hiyo, yaani kuwa mpagani unakuwa kama mbrua, yaani huna akili. Hata ukijaza mafuta tembelea maisha yako yote. Kwa mbona tembelea, let's say hiyo bei imekaa hapo mwaka mzima. Hayo mafuta uliyojaza jana ndio tutatembea mwaka mzima. Kaa kwa Yesu, haijalishi bei ya mafuta ikibadilika. Yes sir. Amen. He has means to feed his people. Yes, yes sir. Ana namna ya kulisha watu wake, ana namna ya kutunza watu wake. Mimi siwezi kupaniki. Kwa nini? Mungu kwetu sisi ni kimbilio letu. Yes sir. Na msaada wetu uonekanao tele wakati wa mabadiliko ya kiuchumi. Wakati wa mitikisiko ya kiuchumi. Yes sir. Huu ndio wakati ambao tutanunua vitu kwa bei rahisi. Amen. Huu ndio wakati watu wataachia magari yao. Amen. Hawezi kuyaendesha. Yes sir. Kuna nchi sasa hivi, yes sir, Ulaya zimeshatangaza kwamba watu, kuna kitu kinaitwa energy lockdown. Kwa sababu ya ughali na ugharama wa mafuta kwenye nchi zao. Yes. Watu wanafanyia kazi nyumbani. Kuendesha gari ni luxury.
Tayari kuna baadhi ya nchi zimeshatangaza. Hii sio lockdown ya magonjwa. Ni energy lockdown. Watu wanafanya kazi nyumbani. Kwa sababu gharama kuendesha gari. Mafuta hamna. Yes. Kuna nchi tayari washafungiwa ndani. They can't move. Kwa bei ya mafuta watu wanaachia magari. Sasa na wewe utaendesha gari, mtumishi wa Mungu. Amen. Amen. Lililokuwa linauzwa bei hiyo. Yes. You just buy cheaply. Because nani anataka kuhangaika na kununua mafuta? See it in a different way. Kwa nafikiria mambo yatadumu basi. Yadumu. Hata kama yakidumu, yeye anadumu kuaminiwa. Yes. Hata kama yakidumu, yeye anadumu kuaminiwa. Misi, kuna mtu anatuambia hapa, hata Egypt, South Korea, Indonesia, Egypt wako lockdown. Not because kuna magonjwa, because of energy. Cars can't move. Even public transport can't move. Kwa hiyo watu hawezi kwenda maofisini, wanabidi wafanye kazi nyumbani. Traveling will only be necessary. Only if it's necessary. This is the time. Aliwalisha watu nani? Aliwalisha watu jangwani. Yes sir. Miaka 40. Aliwalisha watu jangwani. Miaka 40. Miaka, mtumishi wa Mungu, sio siku. Miaka 40. Miaka 40 watu wanakula na kunywa. 40 good years. Tumepachikwa. Yes sir. Huyu aliyetupachika sisi miaka 40. Huyu aliyetupachika aliyewalisha watu miaka 40 ndio tumeungwa kwake, ndio tumepachikwa kwake. Tukala, tukanywa, tukala, tukavaa, tukanywa, tukavaa. Na tulali juani wala kwenye mvua, ila ni jangwani. Anatufunika. Tunafunikwa na anga lake. 40 years minimum. 40 years, that's minimum. God can deal with us 40 years minimum. Yani unaona hapo ulipo? Ndio baba. Jumlisha miaka 40. God can feed you and your children. In case you get grandchildren, he can feed you too. Yani mtu yote ananisikiliza hapo ulipo, miaka 40 kutokea hapo, tumepachikwa kwa Mungu ambaye anaweza kutulisha miaka 40 hapo, nyama, yes, na mkate. Alafu usiungue, ukawa na nguzo ya wingu mchana ili jua lisikupige, na nguzo ya moto usiku ili baridi isikutese. You can't have energy problem. Nguzo ya moto ipo. You don't have energy problem. It's not your problem. Cannot be your problem. Yes sir. Nikutie moyo mtumishi wa Mungu. Kongamano hili la Pasaka limekuja kutuweka mahali pema. Sisi tumekuja kupachikwa. Yes sir. Kweli. Yani Mungu aliyaona mapema kwamba tunahitaji. Nahitaji. Mimi kwa miaka 40 kutokea sasa nitakuwa na miaka 70 na thank God paka hiyo miaka nitakuwa niko fresh. My God can feed me to that years. Yoshua na Kalebu anasemaje? Paka anaingia nchi ya ahadi anasema hivi,
na nguvu, bado na nguvu. Yes sir. By that time wakati wako jangwani Yoshua alikuwa na miaka 40. And then wanaingia huko na miaka 80. Maana yake anasema nina nguvu. I still have strength. So miaka 80, nikiwa na miaka 80 I will still celebrate my birthday strongly. Those are benefits. Those are benefits. Hizo ni faida za waliopachikwa. Faida za huko tulikopachikwa. Yaani unono unaopatikana huko kwenye taifa hilo huko tuliopachikwa. Wazee wa miaka 80 wanapigana vita. Ndio sisi. Yaani imagine unaona mimi nilivyo na kamuli kangu haka 70 years, 80 years, jamki kabisa. Flengwa. Just taking over cities. Taking over cities. Ai, kadora this. Miaka 80 still taking over cities. Sasa nitafuta mikataba ya kuingia ya miaka 40. Because I'll be there. Yes sir. Healthy. Mzee akatuambia hivi, huku tulikopachikwa sio unaanza kupata baraka ndio unaanza kupewa kisukari, sijui usile hiki. Drinking what I want, eating what I want. Yes sir. What a day to know. Benefits. Benefits. I couldn't sleep, man. I couldn't sleep. I couldn't sleep thinking. So this is what God has done to me. Yani nilikuwa naisaidia roho yangu isitie mashaka hata kidogo, yani iamini mazima. Unajua wakati mwingine Biblia inasema hivi, walipolala adui akapanda magugu. Sitaki kulala mimi. Sitaki kupandiwa upumbavu aina yoyote. Sitaki, yani sikutaka kabisa kulala, sikutaka mimi, sikutaka. Sije nikaamka asubuhi nimesahau, Unajua John Kisomo wa Songo ndio mimi. Kwa napita kwenye notes zangu za jana kwenye za Bilal alizofundisha. Sababu jana alihubiri ile injili pure, yani ile injili pure isiyochanganya na kitu chochote. Yes sir. Anasema hivi. Kwa hiyo Warumi 11 pale. Kwa kosa lao. Sisi tulipata faida. Kwa kosa lao tukapata utajiri. Elewa neno utajiri, mtumishi wa Mungu. Biblia ingeona neno jingine linafaa ingeweka. Yes sir. Biblia inasema kwa kosa lao nyinyi mmepata utajiri. Unanionaje mimi maskini? Na kwaje mimi maskini? Yaani umaskini unanijadilije mimi maskini? Yaani unaonaje mimi maskini? Yaani unaonaje mimi maskini? Kwa kosa lao mimi nimepata utajiri. Kwanza kwa kosa lao wokovu umefika. Alafu narudia, kwa kosa lao utajiri umewafikia mataifa. Muona Warumi 11:12 pa? Yes sir. Basi ikiwa kosa lao limekuwa utajiri wa ulimwengu. Kosa lao limekuwa utajiri wa ulimwengu. Na upungufu wao umekuwa utajiri wa mataifa. Upungufu wao umekuwa utajiri wa mataifa. Cheki. Yaani wao kumkataa Yesu imekuwa ni utajiri wangu. Wao kumkataa Yesu imekuwa ni upungufu. Upungufu wao wa kumkataa Yesu umekuwa utajiri wa mataifa. Kwa hiyo kwanza kwa kuanzia tunaanzia. Tuna vitu vitatu tumechukua. Yes sir. Tumechukua wokovu, tumechukua utajiri, alafu tumechukua tuna utajiri. Utajiri ni double portion. Yaani wokovu tunao. Alafu tuna utajiri. Huyu baba Mungu ambariki. Mungu amtunze mwakani aje tena. Amen. Amen. Hili kongamano la Pasaka. Yes sir. Nimeamua sasa itakuwa ni kama annual conference yetu. Yaani we'll be traveling. Tutakuwa tukisafiri kutoka kokote kule. Hata kama tutakuwa tuko Monaco. Yes sir. Au tutakuwa Strait of Hormuz. Tutasafiri kutoka huko kuja huko. Amen. For the Easter conference. Na huyu mzee mimi Mungu anampa uhai. Atakuwa ni mgeni wetu maalum kwenye kila kongamano la Pasaka miaka yote. Amen. Amen. Amekuwa baraka sana. Yaani kwangu mimi nafikiri nidhani Jumatatu nilielewa. Lakini jana sio nimeelewa zaidi. Jana to me it was a total turnaround. Yaani sijui, yaani sio kama nimekosa usingizi kwa sababu sina pa kulala.
au nimekosa kulala, nimekosa usingizi kwa sababu moyoni mwangu najiambia hivi, nimekwambia nililia machozi. Najiambia hivi, Mungu, mimi nilikuwa wapi kuyajua haya? Mimi ningejua nikiwa janki mimi ningewanyanyasa sana wajinga. Yaani mjini hapa mimi ningewakimbiza kinoma, nimechelewa sana. Lakini nashukuru Mungu alinisaidia fresh tu. Fresh tu, haina noma. Hapa tulipoanzia poa tu. Yaani to me it was a total turnaround. Wewe unaelewa maana ya kushiriki benefit za Daudi? Maana tumepachikwa kwa Mungu ambaye ukichukua jiwe dogo unapiga Goliati mkubwa. Hakuna vita utakokaa ushinda. Sikiliza. Jana nikawa na meditate nasema hivi, kama tumepachikwa kwa Mungu. Juzi tunatoka kusoma kwamba Yehoshafati aliambiwa, nyinyi Israeli ni taifa langu, mimi ni Mungu wenu. Ndio. Vita si yenu, ni ya Bwana. Kwa hiyo nikasema kwa maelezo haya, vita zangu zote hapa mjini ni za Bwana. Yaani nimepachikwa mahali ambapo vita kuanzia sasa sio zangu, ni za Bwana. Shughuli imeisha. Kwa hiyo bili za mafuta sio zangu, ni za Bwana. Sio, naelewa mtumishi Mgiti? Nakuelewa mzee wangu. Nakuelewa sana. Imagine a people ambao sasa Mungu ndio taifa lao. Ndio maana sasa unamuelewa Daudi aliposema hivi, heri taifa ambalo Mungu ni Mungu wao. Heri taifa ambalo Mungu ni Mungu wao. Taifa lenyewe unalijua? Ni sisi sasa. Anasema hivi, nyinyi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme. Hapa ita taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Heri taifa ambalo Mungu ni Mungu wao. Ndio mimi sasa. Maana sasa nimepachikwa. Yes sir. Zaburi ya 33. Zaburi ya 33. Zaburi ya 33 mstari wa 12. Heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao. Check hiyo. Heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao. Watu waliowachagua kuwa urithi wake. Watu waliowachagua, Mungu aliowachagua. Yaani Mungu ndiye ametuchagua. Si ndio sisi sasa? Amesema wakwake walimkataa, akatuchagua sisi. Ametuchagua sisi kuwa urithi wake. Heri sisi. Endelea kusema kama mstari unaofuata. Toka mbinguni Bwana uchungulia, huwatazama wanadamu wote pia. Sisi hao. Yes sir. Toka mahali pake aketipo huwaangalia wote wakaao duniani. Yeye ayumbaye mioyo yao wote huzifikiri kazi zao zote. Hapana mfalme aokokaye kwa wingi wa uwezo, wala shujaa haokoki kwa wingi wa nguvu. Farasi hafai kitu kwa wokovu, wala hamponyi mtu kwa wingi wa nguvu zake. Tazama, jicho la Bwana likwao wamchao. Jicho la Bwana likwao wamchao. Si wao wamemkataa? Yes sir. Sisi tumemcha. Kwa hiyo jicho la Bwana liko na nani? Liko kwetu. Wow. Anasema kukiwa na vita, farasi hawafai. Si hapo vita ya kiuchumi? Majeshi ya nchi yanafanya nini? Vifaru vinafanya nini? Nchi hii ina jeshi. Yes sir. Nchi hii ina bunduki, ina marisasi. Yes sir. Bei ya mafuta imepanda. I'm just showing you. Ili uelewe hili andiko. Anasema farasi hafai kitu kwa wokovu. Yaani ukimlinganisha farasi na wokovu, hafai kitu. Ukilinganisha kifaru cha JWTZ na wokovu wa Yesu, anasema kifaru hakifai kitu. Haya, nakupa mimi mfano. Bei ya mafuta imepanda. Kifaru cha JWTZ kinasaidiaje hapo? Chenyewe kinataka mafuta. Ili kifanye kazi. Now you understand. Wale wamngojao Bwana watapaa juu kwa mbao kama tai. Na amewasema hapo wazingojao fadhili zake. Anasema hivi, tazama mstari wa 18. Yes sir. Tazama jicho la Bwana likwao wamchao. Likwao wamchao. Wazingojeao fadhili. Hao wazingojeao fadhili za Bwana. Yaani mimi nimekaa hapa na ngojea fadhili za Bwana. Yes. Kunifaa. Kwenye msimu huu wa mafuta kupanda, na zingojea fadhili za Bwana. Mimi nangojea fadhili za Bwana.
Yeye huwaponya nafsi zao na mauti. Yeye huwaponya nafsi zao na mauti. Na kuwahuisha wakati wa njaa. Na kuwahuisha wakati wa njaa. Wakati wa njaa ni upi? Huu. Yes sir. Bei ya vyakula imepanda. Because bei ya mafuta ikipanda, bei za vyakula imepanda. Biblia inasema juu ya watoto wa Mungu. Anasema hivi, yeye huwaponya nafsi zao na mauti. Mtumishi wa Mungu, ingekuwa ni wewe, ungelala usiku? Hapana mzee. Hata ingekuwa wewe, ungelala kwa maandiko haya. Yaani imagine umetokea kwenye ile Warumi ile ya kupachikwa. Kwamba wewe ni wa Bwana, alafu naanza kuwaza, heri taifa. Yaani hapa mzee ambacho umenishtua asubuhi ni kwamba manake nao tunavyoisoma Bible tunatakiwa tusome kutafuta benefits. Yes, reading the Bible to search benefits. Za kuungwa. Si ushapachikwa? Yes sir. Faida zako baada ya kupachikwa ni zipi? Zipi ni haki zako? Kwa sababu ndio maana ya neno mwenye haki. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Je, anajiona anayo haki kwangu? Kwa mimi hapa na haki kimungu ya kuponywa. Give me the verse. Na haki kimungu ya kuponywa. Nafsi yangu. Yes. Ponywa na mauti. Kulingana na Zaburi ya 33. Yes sir. Mstari wa 19. Kimungu nina haki ya kuponywa nafsi yangu na mauti. Kimungu nina haki ya kuhuishwa wakati wa njaa. Kwa hiyo nina haki kutokukosa hela ya mafuta. Yes sir. Nina haki ya kula chakula wakati huu. Yes sir. Wa njaa. Na mzee juzi alimaliza. Akasema hivi, wewe sio mtu wa kutafuta hela ya kula. Yes. Wewe sio mtu wa kuomba chakula. Vitu hivyo vipo tu. Yes sir. Maana si tukachukua siku nzima hapa. Mungu awabariki watumishi wa Mungu, usiache kumtolea Mungu sadaka yako, maana hauishi kwa fedha. Hauishi kwa hiyo fedha ulionayo. Unaishi kwa kila neno linalotoka kinywani mwa Bwana. Mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka kinywani mwa Bwana. This is time to sow seeds. Yes sir. Huu ndio wakati wa kumwonyesha Mungu tunamtegemea na fedha zetu. Usio wakati wa kuhifadhi fedha, kwa sababu waza hao watu ambao wamehifadhi fedha zao nyumbani and still wako lockdown. Unakumbuka kipindi cha corona cha lockdown? Yes sir. Fedha ilifanya nini? There is a time money fails. There is a time money fails. Walio na Mungu tu ndo watakula. Yes sir. Anasema yeye humponya na huponya nafsi zao wenye njaa. Wenye na mauti na huwahuisha wakati wa njaa. Sisi tumeuishwa. Amen. Sisi tumeuishwa. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki. Siache kumtolea Mungu sadaka yako kwa namba 0762 153 539 na 0713 70 2187 0713 70 2187 na 0784 475 61 61 0784 75 61 61. Nidhania Jumatatu nimeelewa. Lakini jana nimeelewa mara ya pili. Yaani kama na mimi nipite mbele kuokoka upya. Yaani jana nimeelewa. Sasa sijui leo nitaelewa nini. Ila ninachojua nimepachikwa kwenye manono. Zile benefits ninazo. Watu wa Mungu awabariki, niwatakie siku njema ya kufurahia kuwishwa wakati wa njaa. Amen. Hatutaogopa ijapobadilika nchi. Sisi hatutaogopa. Amen. Ijapobadilika majira, ijapobadilika uchumi wa dunia. Sisi hatutaogopa. Never fear. Yes. It's not for you. It's not for you. It's not for you. Mwenye haki wa Mungu anaishi kwa imani. Haishi kwa mafuta. Haishi kwa straight of Hormuz. Mimi maisha yangu hayaamuliwi na Trump na yes, na Netanyahu. Mimi maisha yangu yanaamuliwa na neno la Bwana. In Jesus' name. Amen. Have a good day. See you in the evening. Kuja
Sina mwingine. Sina mwingine. Sina mwingine. Sina mwingine. Sina mwingine. Ekasite. Shato. Ikai. Ayana. This is the reason we've gone before your presence. Hii ndio sababu pekee tumekusanyika mbele yako. Hii ndio sababu tumekusanyika mbele zako Bwana. Hatuna kitu kingine zaidi ya kumimina mioyo yetu kwako, zaidi ya kumimina mioyo yetu kwako. Alala baba kasetelele kosaya. He's here, he's here. Rato kusetelele ko. Right now, right now, right now, right now. Get the opening right now. Get the opening right now. Alala baba kasetelele. Akana. Ayana. Siku leo unaweza kwenda umbali, unaweza kusafiri na hakuna anayekuzuia kusafiri. Just move, move, move. Vuka your level. That's not your level. Go beyond, go beyond. You are better than yesterday. You are better than yesterday. You are better than. Shalika, ibada yako ni ya muhimu kuliko hayo maisha, kuliko hayo yaliyopita. Yeye alishayamaliza, yeye hayakumbuki. Washa me, washa. The word of God is right here. He's here and he's here to do wonders. He's here and he's here